Leo tumesema tunazungumza wajibati, mambo ya wajibu, na tukasema kwamba wajibati ndio kama ambavyo nimeeleza kwamba ni mambo ambayo haisihi hija mpaka uyafanye, na pindi unapoacha wajibati basi itakuwajibikia wewe kufanyaje? Kuchinja na kupata madhambi ikiwa umeacha bila ya udhuru. Hiyo ndio taarifu ambayo ilikupo nzuri kabisa na ilikuwa fupi. Ukiambiwa wajibati alhaji, mambo ya wajibu ya hija, ni hija haisihi, haitokuwa sahihi bila kufanya wajibati. Na ukiacha kwa udhuru utatakiwa kuchinja, ukiacha bila ya udhuru utatakiwa kuchinja na utapata madhambi, utatakiwa kuleta tauba. Na mambo ya wajibati pia yapo mingi, takriban 6. Jambo la kwanza, kaunuhu al-ihrami min al-miqati, kuhirimia katika miqati. Tumefika katika kituo cha kuhirimia, tunatakiwa tufanyaje? Tuhirimie pale. Hiyo ni katika jambo la wajibu, ni katika wajibati al-haji. Katika mambo ya wajibu ni kuhirimia katika miqati. Hilo ndio jambo la kwanza katika mambo ya wajibu. Jambo la pili, al-mabitu bi Muzdalifa, kulala Muzdalifa. Muzdalifa ni sehemu ambayo watu hulala chini, hakuna shuka, hakuna zulia, hakuna carpet, watu wanalala chini. Ikiwa kuna mchanga, kuna maboksi utachukua. Ikiwa umebeba mkeka, umebeba msala wako, utatandika, utalala hapo. Ukiwa hutaki kulala, basi kwa dharura, ndio vile vile tunarudia kwamba ukiwa una dharura ambayo ya msingi ya kisheria, basi itakuwajibikia kuchinja na hutopata madhambi. Huna dharura ya msingi, itakuwajibikia kuchinja na utapata madhambi, utatakiwa ulete tauba. Jambo la tatu, ramyu jamratil aqaba, kurembea mawe. Hii jamratul aqaba ni siku ya mwezi 10, ile siku ya Eid ile, tutatakiwa kwenda kurembea mawe. Tutaenda kurembea mawe, tutarembea katika sehemu hiyo ambayo ni sehemu moja, vijiwe 7. Hii pia nayo ni katika wajibati alhaji, ni wajibati alhaji, lazima kwenda kurembea mawe. Kwa yule ambaye hawezi, basi sheria tutaangalia huku katika kueleza namna gani sheria itamruhusu yule ambaye hawezi kwenda kurembea. Nambari 4, ramyu jamarati 3 ayyam tashrik, kurembea mawe katika viguzo vitatu ambavyo kuna hii jamratul as-sughra wal wusta na kubra, katika masiku ya ayyami tashriki, mwezi 11, mwezi 12, mwezi 13, tutatakiwa kwenda kurembea mawe. Na siku hiyo tutarembea mawe vijiwe 21, sughra 7, wusta 7 na kubra 7. Kwa maana vijiwe vinakuwa 21 katika mwezi 11, mwezi 12 na mwezi 13, na mwezi 10 vijiwe 7. Kwa maana ukijumlisha 21 mara 3 unapata 60 na ngapi? 63. Na 7 unapata 60 na ngapi? 69. Kwa maana vijiwe utatakiwa uviokote Muzdalifa. Tutakuja huko. Haya, Muzdalifa vitakuwa ni 70, vijiwe 70, na vijiwe hivyo utaviokota Muzdalifa. Pindi unapofika Muzdalifa kulala pale, tutaokota mawe, na mawe utaokota takriban 70, utatia katika vichupa mawe 70. Na jambo la 5 la wajibati, almabitu bimina layali ayami tashrik, kulala Mina masiku ya ayami tashrik. Ayami tashrik ni mwezi 11, mwezi 12, mwezi 13, ni katika wajibati alhaji. Masiku ya ayami tashrik ni siku 3, mwezi 11, mwezi 12, mwezi 13. Haya ndo masiku ambayo utatakiwa kulala Mina, na ukiwa hujalala Mina bila ya udhuru utatakiwa kuchinja, na kila siku mbuzi mmoja. Pengine hujalala siku zote, siku 3, mbuzi wa 3. Hujalala siku moja, mbuzi mmoja. Hujalala siku 2, mbuzi wa 2. Na utatakiwa kuchinja kule, utatakiwa kuchinja
kule, so huku. Akasema mimi pengine nataka kuchinja huku. Utatakiwa kuchinja kule, maskini wa kule wapewe, wa kule walipo ulipofanya lile tukio. Na jambo la sita, tawaful wada, kufanya tawaful wada, manake tawafu hii ya kuaga siku ambayo unataka kuondoka. Na hii tawaful wada wengi wanakuwa hawaifanyi. Hii ni tawafu ambayo ya wajibu, kiacha utakulazimikia kufanyaje? Kuchinja. Ni wajibu kutekeleza ama kufanya hii tawaful wada, kiacha utatakiwa kuchinja, na haiwezekani ukufanyiwa. Maana unasema labda nimpe mtu pesa akanifanyia. Ukafanye mwenyewe tawaful wada. Kwa maana haya mambo sita ya wajibati, wajibati alhaji ni hizi sita.